habari kwa utendeti. Na dakika ni 2 baada ya saa 3 asubuhi. Hujambo na karibu kwa kurunzi ya 103.9 FM ni kupashe yanayojiri. Msomaji wako ni John Ouma na kwanza ni vidokezo. Mwanafunzi wa daraja la 8 aripotiwa kupigwa hadi kufa na mwalimu huko Kilifi. Serikali ya haidi msaada wakati familia ya Murang'a ikijitayarisha kuzika jamaa 14 waliouawa katika ajali ya barabara Kikopei. Na wanaharakati wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyo watekwa nyara nchini Uganda. Na kwenye spoti ni kwamba Crystal Palace yapaa chini ya kocha Oliver Glasner. Habari kamili. Familia moja huko Kilifi inatafuta haki baada ya binti yao mwenye umri wa miaka 15 kufariki kutokana na majeraha ya kichwani yaliyoaminiwa kuwa yalisababishwa na adhabu ya mwalimu wa shule ya msingi ya Gongoni huko Vipingo. Uchunguzi uliofanywa baada ya kifo chake umeonyesha kuwa Ernestine Tunje, mwanafunzi wa daraja la 8, alifariki kutokana na kuvuja damu ndani ya mwili. Baba yake Alex Tunje anasema kwamba mwanawe alipata maumivu makali ya kichwa na kabla ya kupelekwa Kilifi Referral Hospital ambapo baadaye alipoteza maisha yake. Sasa ndo akasema mbona waomba pesa? Ni vile uligotwa na mwalimu, wewe ndo unaomba pesa ndo unaumwa kichwa. Mwenyewe akajibu akasema kwani hiyo ngoto kwani naanza leo kugotwa? Si niligotwa, huwa nagotwa lakini niligotwa na wenzangu sio sababu. Akasema ni hiyo. Mimi sikujua kuwa alipigwa. Alikuja hapa siku ya Alhamisi. Akanilalamikia dadini asikia kichwa yaniuma, nisaidie na pesa kanunue dawa. Kaambia si uende hospitali, na hospitali iko hapo karibu tayari. Akasema wenzangu wanafanya mtihani, itabidi nikafanye mtihani. Yule mtoto aliongea, alipenda kumchapa, nafikiri yule mtoto akaongea kule yatembea. Sasa yeye baada kuwa angalie nyuma hako angalia, akamnyemelea akampiga ngoto nzuri, ngoto ile ya kukasirisha. Uchunguzi wa maiti uliweka wazi kwamba Ernestine aliyefariki alikuwa amepigwa kichwa mara kadhaa kwa kitu kigumu, na hivyo akapatwa na mkusanyiko wa damu katika ubongo. Vikundi vya haki za kibinadamu katika eneo la Pwani vimejiunga na familia katika kudai haki na kukamatwa kwa mwalimu anayeshtakiwa kuwa kumshambulia mtoto huyo. Naibu kamishna wa kaunti ya Kilifi Kaskazini Samuel Mutisia anasema uchunguzi unaendelea na utaratibu wa kisheria utafuatwa. Sisi wote ni wasasi. Mtoto amekuja, pengine unaweza kuona amekupotezea heshima, ita msasi wake, kaeni chini, ongeeni, mtoto azungumziwe. Mwalimu pia hata kama ni kusema pengine akafungwe, yani hata huyo mtoto wangu sitampata, yeye pia atateseka. Sasa hata alikuwa yani nasema Mungu tu atashughulika, kwa sababu hata sina la kusema. Kwamba serikali iangalie kuhusu hao watoto kuchapwa. Sisi vibaya sana. Hata alikuwa ameenda kwa OCS hapa, alikuwa ameniambia niende nikakutane nao walimu niongee, nikasema siwe. Na tukisalia kwenye taarifa hiyo ya simanzi ni kuwa familia ya watu 14 walioaga katika ajali ya barabarani siku ya Jumapili imeanza kufanya mipango ya mazishi, huku serikali ya taifa ikiahidi kusaidia katika juhudi hizo. Mwanamke wa kwanza Rachel Ruto aliongoza taifa katika kuomboleza na familia huko Murang'a, wakati wizara ya afya ikijiandaa kutuma washauri kuwasaidia walioathiriwa na ajali hiyo. Siku 3 baada ya jumuiya kupokea habari za uharibifu uliowapata kwa namna ya ajali ya barabarani, walikusanyika katika kanisa lao la karibu wakitafuta faraja na maana katika pigo kubwa walilokuwa nalo bado wanakabiliana nalo. This service today, having learned something even for our nation. What if we loved one another as a nation? What if we considered everyone as a member of our family? What if when we are driving in our roads,
we are not careless because we know the next vehicle is being occupied by a member of my family. Watoto 12 ambao watabaki hawana mama na pia hata hawana grandmother. Na kwingineko ni kwamba katika siasa za Uganda ni kuwa wanaharakati wawili wa Kenya, Bob Njagi na Nicholas Oyo, walitekwa nyara siku ya Jumatano alasiri na watu 4 wenye silaha wanaodhaniwa kuwa maafisa wa usalama. Wawili hao walijiunga na kampeni ya mgombea wa urais wa chama cha National Unity Platform Bobi Wine siku ya Jumanne na kulazimishwa kuingia kwenye gari na simu zao kuzimwa. Rafiki aliyenusurika kwenye jaribio hilo anadai tukio hilo linahusiana na msaada wao kwa Bobi Wine. Told them that my car is not locked. I cannot maybe go to where I don't know, and then they asked me to just get out and then go and lock my. Kanda nyingine, Njagi alionekana akimsikiliza kwa makini Bobi Wine na wakati mwingine akijiunga na msafara wake wanapokuwa wakisafiri katika maeneo ya vijijini. Kwa mujibu wa rafiki yake ambaye alizungumza nasi kwa masharti ya kutotajwa jina, wanaharakati hao waliondoka nchini Jumatatu na kusafiri kwenda Uganda wakiwa na raia wawili wa Uganda. Mara baada ya kufika Kampala, wenzake wa Uganda walirudi nyumbani na kuwaacha Wakenya hao watatu ili wajiunge na kampeni za Bobi Wine. Siku ya Jumanne walihamia Buyende na Kamuli pamoja na viongozi wa NUP walipokuwa wakifanya kampeni kabla ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2026. Lakini kufikia Jumatano alasiri, kazi hiyo iligeuka kuwa mbaya zaidi. Kikundi hicho kilikuwa kimesimama kwenye kituo cha petroli ili kurekebisha gari lao wakati kila kitu kilipoharibika. Around 3 p.m. there are some guys who came with a van. Looked to be grey shade in color. People came out with guns, like there were 4 of them. So there was also a lady who was seated in front. They just took Bob and SG Oyo Ochieng, who is the Secretary General. Na tukisonga mbele ni kuwa mamlaka ya afya ya jamii SHA inakanusha madai ya mashirika ya kitaalamu kwamba mtoa taarifa Andrew Kipkirui Rotich alipoteza kazi yake kufuatia kufichuliwa kwa udanganyifu wa mabilioni ya shilingi katika mfumo wa huduma ya afya. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumatano jioni, mwenyekiti wa bodi ya SHA Daktari Abdi Mohamed alifafanua kuwa Rotich bado yuko katika huduma ya umma na kwa sasa anaajiriwa kama afisa mkuu chini ya mpango ya mpito. We are calling for an independent inquiry. This should be an impartial review of the circumstances of recruitment outcomes consistent with Article 47 of the Constitution on fair administrative action. We are also calling to action protection of evidence, safeguarding all material evidence that auditors and whistleblowers provide in the SHA matter. Thirdly, we demand for safety of whistleblowers. We want to ensure security for CPA Rotich, his family, and other parties contributing to accountability efforts. ISPAC calls for the establishment of a national whistleblower policy and enactment of the Whistleblower Act. Taasisi ya wakaguzi wa hesabu za umma wa Kenya ICPAK na taasisi ya wakaguzi wa mambo ya ndani IIA Kenya walikuwa wameelezea wasiwasi juu ya kutengwa kwa Rotich kutoka kwa orodha ya hivi karibuni ya nafasi za wakaguzi wa juu katika mamlaka, wakitaka uchunguzi wa kujitegemea. Mamlaka ilitetea kuajiri kwake kuwa yenye haki na uwazi, ikisisitiza kwamba wagombea tu ambao walioomba nafasi za matangazo wangeweza kuzingatiwa. As an institute, we demand fairness for CPA Rotich, and we urge the Social Health Authority and the Ministry of Health to uphold fairness, justice and due process in the case of CPA Rotich. We stress that this issue relates to an individual and the principle that the professionals serving the public interest must be protected from vulnerability.
Na kwenye rubaa za kimataifa ni kuwa vipande vya kujenga vilivyowekwa katika kanisa moja nchini Ethiopia vilivunjika siku ya Jumatano na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 36 huku zaidi ya watu 200 wakiachwa na majeraha. Tukio hilo lilitokea karibu saa 1:45 asubuhi katika mji wa Areti, karibu kilomita 70 mashariki mwa jiji mkuu Addis Ababa, wakati kundi la watu lilipokuwa limetembelea kwa ajili ya sherehe ya kila mwaka ya Bikira Maria. Mkuu wa polisi wa wilaya Ahmed Gebeyehu aliambia vyombo vya habari kuwa idadi waliokufa kufikia sasa imefikia 36 na inaweza kuongezeka zaidi, akiongeza kwamba zaidi ya watu 200 wamejeruhiwa na walikuwa wakipata matibabu katika hospitali ya eneo hilo. Na kwenye spoti ni kwamba Crystal Palace wanaelekea Ulaya Alhamisi hii wanapofanya safari yao ya kwanza kabisa katika soka la Ulaya, wakiendesha rekodi ya klabu ya mechi 18 bila kushindwa na ushindi mpya dhidi ya washindi wa ligi kuu msimu ujana Liverpool. Timu ya Oliver Glasner inaelekea mashariki mwa Poland wiki hii ili kucheza na Dynamo Kiev katika ligi ya mkutano wa UEFA, ikiwa na matumaini baada ya ushindi wa kuvutia wa 2-1 dhidi ya Liverpool siku ya Jumamosi. Uzoefu pekee wa Palace wa ushindani wa bara ulikuwa mechi moja ya nyumbani na mbali katika kombe la Intertoto nyuma mnamo mwaka wa 1998, lakini wanarudi Ulaya baada ya kuwazuia Manchester City kushinda kombe la FA msimu uliopita. Na dakika ni 14 baada ya saa 3 asubuhi. Kufikia hapo natamatisha habari zetu za awamu ya saa 3. Zidi kutegea 103.9 MFM na kumbuka kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa habari na burudani. Habari kimuktasari ni mwendo wa saa 4. Jina langu ni John Ouma. Hizo ndizo habari za 103.9 MUFM.